Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Ni
Mstari wa 34. Haki huinua taifa, bali dhambi ni aibu ya watu wowote. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCT Mkoa, wa Askofu Mjema, wapendwa wasaidizi wa maaskofu, wapendwa wakuu wa majimbo, wapendwa wenyeji wetu, kiongozi wa mkoa huu wa Kilimanjaro Kanisa Anglikana, wapendwa wachungaji wenzangu na wote mliokusanyika hapa, na wasalimu kwa jina la Bwana. Ninaitwa Daniel Henry Mono. Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi ya kushiriki katika ibada hii na kipekee kutafakari pamoja neno hili la Mungu ambalo ametupa. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii na kwamba ametujalia uzima, mimi na wewe tumeweza kuwa sehemu ya ibada hii. Lakini nipongeze uongozi wa CCT Mkoa na wana CCT wote kwa namna ambavyo ninauona mshikamano huu. Ujumbe wetu tuliopewa ni kuhusu haki, na tumekwisha kusoma ya kwamba haki inaliinua taifa, dhambi inaleta aibu. Maana yake dhambi inalishusha chini taifa, haki inapandisha juu taifa, lakini dhambi inalishusha taifa chini, tena ni aibu. Haki huinua taifa, haki huinua familia, haki huinua kanisa. Maneno haya nimeandika, na maneno haya watoto wetu wale wameyaimba. Na kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu neno linathibitishwa ya kwamba tukiacha haki, kanisa halitainuka, litaanguka. Tukiacha haki, familia zitaanguka. Tukipuuza haki, jamii yetu itasambaratika. Haki ikikosekana, kinachotokea ni aibu. Tena neno limesema dhambi ni aibu kwa watu wowote. Yaani wowote, maana yake hakuna anayebaki pale. Na mara nyingi tunaposoma neno hili huwa tunadondoshaga ile woo moja. Wengi wanasema dhambi ni aibu kwa watu wote, lakini haijaandikwa wote, imesema wowote. Maana yake hakuna anayesalimika akiacha kutenda haki. Wowote, hakuna anayesalimika, awe na cheo asiwe na cheo, awe na elimu asiwe na elimu, awe mwanamke awe mwanamume, akiacha haki hayuko salama. Awe anapigiwa saluti au hapigiwi, vyovyote vile, akiacha haki hayuko salama. Ndugu zangu, ni rahisi sana kutamka neno haki, lakini kutenda haki wakati mwingine ni changamoto kwa wengi. Wengi unasikia wakisema jamani tutende haki, jamani tutende haki. Hata wakati mwingine, mara nyingi nimesikia hata viongozi wa kisiasa wakisema tutahakikisha uchaguzi wa mwaka huu utakuwa wa haki.
lakini baadaye yanatokea mambo ambayo yanatokea. Kusema haki ni jambo moja, lakini kuisimamia ni jambo jingine. Katika Injili ya Mathayo mtakatifu sura ya 5 mstari wa 20, Bwana wetu Yesu Kristo anatukumbusha. Mathayo mtakatifu 5:20 anasema, maana nawaambia kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Dhambi ni aibu kwa watu wowote, lakini haki huinua. Na haki hii ya kwetu sisi tunaosema haki madhabahuni, haki kwenye taifa, haki kwenye familia, isipozidi ile ya waandishi na Mafarisayo, hatutaona mbingu. Sasa hiyo shida ya waandishi na Mafarisayo ilikuwa ni ipi? Shida ya waandishi na Mafarisayo ilikuwa kusema haki bila kutenda haki, na hawa walijawa na unafiki. Na mimi ninaomba tusiwe na haki ya unafiki. Ndiyo iwe ndiyo, hapana iwe hapana. Injili ya Mathayo mtakatifu sura 23 mstari wa 25, Bwana Yesu anaikemea haki ya unafiki, ile hali ya Mafarisayo, hali ya waandishi. Mathayo 23:25 anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake mmejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Kwa hiyo haki yetu isiwe ya kinafiki, lakini haki yetu iwe haki yenye kweli tupu, ambayo ndani na nje kunafanana. Napenda kukaza mambo machache katika siku hii. Jambo la kwanza, sisi kanisa, sisi wa Kristo tumeitwa tuwe watu wa haki. Na sasa hapa kuna changamoto, kwa sababu haki ni kumpatia mtu mwingine kile anachostahili, lakini pia hata kujipatia wewe mwenyewe kile unachostahili. Maandiko matakatifu yanatuagiza kumpenda jirani kama nafsi yako, sio kuzidi nafsi yako. Maana yake ukijinyima haki pia sio sawa. Upate kile unachostahili, lakini umpatie mwingine anachostahili. Haki yaweza kuleta furaha kwa upande mmoja na kuinyima furaha upande mwingine, ili mradi kila upande umepata kile unachostahili. Kwa hiyo kutendewa haki haimaanishi kila siku utaondoka ukiwa umefurahi, lakini haki ni kile unachostahili. Kuna mwingine haki yake ni kupigwa bakora, hivi ataondoka anacheka kweli? Kwa kile ulichofanya unastahili kucharazwa viboko. Hiyo ni haki. Sasa kuna watu wanafikiri haki ni kuondoka ukiwa umefurahishwa. Haki si kuondoka ukiwa umefurahishwa. Haki ni kuondoka ukiwa umepata unachostahili. Haki yaweza kuleta furaha, lakini wakati mwingine inaweza isikufurahishe, lakini ni haki. Ndiyo maana maandiko matakatifu katika Warumi 6 mstari wa 23 tunakumbushwa kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, lakini karama ya Mungu ni uzima wa milele. Maana yake haki ya dhambi ni mauti. Hakuna mtu anayefurahia mauti, lakini hiyo ndiyo haki yake. Na tumesoma dhambi ni aibu. Maana yake tukiunganisha na Warumi,
dhambi inaleta mauti. Lakini karama ya Mungu, anayemtumaini Mungu, anayemwamini Mungu, yeye akimaanisha, yeye anahesabiwa haki bure ya uzima wa milele. Kwa hiyo mmoja anapata mshahara wa mauti ikiwa ndiyo haki yake, mwingine anapata mshahara wa uzima wa milele ambao nao ni haki yake. Na hapa kwa vyovyote ukiwatazama watu hao wawili, kila mmoja atakuwa na mudi tofauti. Mmoja ana mudi ya kicheko, mwingine mudi ya huzuni, lakini wote wamepata haki. Na wakati mwingine sisi viongozi tunapata wakati mgumu. Unampa mtu iliyo haki yake, lakini anasema amenionea. Mtu akiwa na jambo lake angependa liamuliwe kwa favor ya upande wa kwake, hata kama haliko sawa. Lakini ndugu zangu, ifike mahali tukubali kwamba haki yangu ninaweza kuipokea hata kama haijanifurahisha. Jambo la pili, ninatoa wito kwa Watanzania na raia wote, hasa katika mwaka huu wa uchaguzi, tuwe watu wa haki. Hivi karibuni watu wataanza kuja kwetu kutuomba tuwape ridhaa ya kutuongoza. Wakati mwingine unajua kabisa huyu ni chenga, huyu hana mwelekeo, huyu anatudanganya, huyu ana maneno mazuri yaliyoandikwa lakini hayatekelezwi, huyu anatushawishi lakini hatekelezi. Sasa kufanya haki ni kumchagua yule anayestahili na kumwacha yule asiyestahili. Kila mtu afanye hivyo kwa uhuru, kila mtu afanye hivyo kwa utashi wake. Watanzania na raia wote wema, tutende haki. Na kutenda haki kwa nafasi yako ni kumnyima kura yule asiyefaa na kumpa kura yule anayefaa. Watanzania tumekuwa stadi wa kulalamika, lakini waoga wa kufanya maamuzi. Mafundi wa kulalamika, lakini waoga wa kufanya maamuzi. Niwakumbushe kwamba tunayo haki hiyo, haki ya kuamua tuongozweje na nani atuongoze. Fursa hii inakuja kwetu tena mwaka huu, na ikipita utakutana nayo tena miaka mitano. Haki ulionayo, una haki ya kumpa mtu kura, una haki ya kumnyima kura, bila kutishwa, bila kulazimishwa, bila ushawishi usiofaa. Na jambo la tatu, viongozi wa ngazi mbalimbali katika taifa letu tunaitwa kutenda haki. Kutenda haki kwa wananchi, kutenda haki kwa jamii, kutenda haki kwa washarika na kwa watumishi mbalimbali ambao tunawaongoza. Haki itendeke kiasi ambacho kila raia atajisikia salama na huru katika nchi yake, katika kanisa lake, katika mkoa wake, katika wilaya yake. Kila raia ajisikie kuipenda nchi yake. Ifike mahali haki ifanyike sawa sawa, ili kila mmoja ajisikie kuwa salama mahali anapoishi, mahali anapofanyia kazi, mahali anapoabudu. Kila Mtanzania kwa nafasi yako, kila msharika, kila Mkristo, kwa umoja wetu kama kanisa, tunapaswa kuchukua hatua ya kulinda haki za watu na kuishi haki, lakini kuyalinda maisha ya watu wengine. Watu wanaofanya maovu haya, wanaovunja haki hizi za raia wengine,
wako kwenye mitaa yetu, wako kwenye maeneo yetu. Tusiwafiche, tuwafichue, tukemee waziwazi ili kila mmoja aweze kujisikia kuwa salama. Nitoe wito kwa watu hawa wapotosha haki, wanaoharibu maisha ya wengine, wanaomwaga damu za wengine. Bado neema ya Kristo ingalimo, inakuita ili uweze kutubu. Yesu Kristo anasema, dhambi zenu zijapokuwa nyekundu sana, hata kama zingekuwa kama bendera, yeye anasafisha. Kwa neno lake, kwa damu yake, anaweza kubadilisha maisha ya kila mmoja. Jambo la 4 na la mwisho, tumekuwa tukihimiza sana habari ya amani, na tunapenda kweli amani yetu iendelee kuwepo katika taifa, iendelee kuwepo katika familia, iendelee kuwepo katika maeneo yetu ya kazi. Lakini nataka nikumbushe, usipopanda mbegu ya mahindi utavuna mahindi. Usipopanda mbegu ya parachichi utavuna parachichi. Kwa hiyo unataka kula maparachichi au kuuza maparachichi, panda miparachichi. Unataka kula mahindi, panda punje za mahindi. Unataka maembe, panda miembe. Sasa tusihubiri maembe wakati tunakataa miembe. Tusihubiri maparachichi wakati tunakataa miparachichi. Tunapohubiri amani tukiwa tumesahau haki, tunajidanganya. Ni lazima haki itendwe na yeyote yule kwa nafasi yake, lakini mbegu ya amani ni haki. Tukimtendea mtu haki, tukitendeana haki sisi kwa sisi, tutaivuna amani katika familia. Tukitenda haki katika taifa letu, tutavuna amani katika taifa letu, tena amani ya kudumu. Tukitendeana haki katika kanisa na katika makanisa tunayowakilisha, tutavuna amani, tena itakuwa amani ya kudumu, na haki yetu izidi ile ya waandishi na Mafarisayo. Isiwe haki ya kutangazwa tu kwenye isiwe amani tu au haki ya kutangazwa kwenye TV ili kuonekana kwamba tumesema haki, lakini tuitende haki. Tusifanane kama makaburi ambayo kwa nje yanaonekana kama yamepakwa chokaa, lakini ndani yamejaa mifupa mitupu. Haki ni mbegu ya amani. Kanisa tuseme haki, lakini pia tuitende haki. Watanzania tuseme haki, lakini pia tuitende haki. Watanzania tuishi haki, na wote tukiishi haki tutavuna amani. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.